Haikuwa lazima Harambee Stars ishinde. Bora tu tulipiga Selassie, haina shida. Si lazima sisi leo ilikuwa tu leo Harambee Stars ilipigwa, lakini Selassie pia tulipiga. Ama vipi? Ilikuwa tupige Selassie. Hata Harambee Stars ikishinda, it was not our business. Our business was kupiga watu viboko, wale ambao wanatukana rais, wale ambao wanatukana Raila Amolo Odinga. Mtu kama natembea tumempangia siku yake. Na ile siku tutamkamata, tutamtandika. Naona kichapo. So, ladies and gentlemen, welcome back. What's up, my people? It's indeed another episode whereby we get to discuss things that happens, things that affect Kenyans. Ladies and gentlemen, without further ado, help me introduce to you the newly joined members in our channel, Trumax Kenya or Trumax KE. Manze, welcome sana. Tunawapenda sana. Wale watu wote wenye refer this channel to you, manze, tunawapenda sana. Guys, we are still kwa ile topic yetu ya Nyayo Stadium. Of course, we want to talk about a different thing that took place there. Of course, we are talking about PK Salasya. Of course, tunajua ule ni MP wa Mumias East. I guess ni wapo. So guys, PK Salasya was one of the politicians that really encouraged Kenyans to buy tickets so that they can cheer up the squad Harambee Stars. Little did he know that alikuwa amejiweka kwa mdomo ya simba. Guys, ladies and gentlemen, if you haven't watched this video, Peter Salasya akipigwa mabare mbaya sana. Guys, this is the video. Hope you get to enjoy. And as we proceed with this conversation. So, guys, this is the video playing. Hapa hivi chini, hope editor ameweka hapo hivyo chini. Ama hapa hivi kando yangu. So, that's how Salasya aliingia akiwa na mbwembwe. Salasya ameingia hapo hivyo ndani akiwa na mbwembwe mbaya sana. Na by the way, Salasya aliweza kufika pale na timu yake. Mbogi yake ilikuwa imejipin. Mbogi ilikuwa ready, ilikuwa set. Kufika pale wakakutana na wale wanaitwa mercenaries. So, ukiangalia vizuri hii video, nataka uione vile Salasya anapelekwa teke ingine mbaya. Yani anapigwa bare left, right and center. Mitungi za garbage zinapita. Yani unaona tu ni inapita ikirudi. Ngumi ikipita hivi bare inapita hivi. Teke ndio hiyo mtungi ya garbage. Manze, this incident ili bring so hot conversation that we are talking about right now. So, these two people, there is a reason as to why Peter Salasya was attacked pale Nyayo. Na one reason why Peter Salasya alikuwa attacked, because pia yeye aliweza ku-attack Raila Amolo Odinga, Honorable Raila Amolo Odinga pale kwa social media. Unajua Raila unaonanga watu kwa tu matako, lakini hata ujuangi vitu. Baba amerudi. Kwenda. Mwelekeo gani? Hatuna haja na mwelekeo yako hiyo. Hakuna haki ambayo yote unatetea wewe. Hakuna katiba unatetea wewe. Wewe unateteanga tumbo yako. Remember this video. I'm playing this video so that you guys can relate what we are talking about. So, ukiangalia vizuri, kuna this Peter Salasya, ukisikiza vizuri, Peter Salasya na when Raila Amolo Odinga is talking about something, Peter Salasya anamkashifu. Anasema jinsi Raila Amolo Odinga is self-centered, selfish. Yeah, like he cares about his stomach and not Kenyans. So, guys, when this is the conversation that brought this enmity between PK Salasya and the ODM supporters. In short, Raila Amolo Odinga supporters.
And the good thing that I was going through some videos and I saw one Nuru Kanga saying, in fact, Peter Salasya was promised that pahali watakutana, atafurahia. Na ukweli jana alifurahia. Jana alifurahia. Alipigwa mabare zingine moto sana. So, then today in the morning, Peter Salasya aliweza kufanya a video. Aliweza kufanya video pale hivyo kwa, I think ni TikTok yake. Na aliweza kukondemn whatever happened yesterday. Of course, as a politician, tuli expect hiyo tu ndio move nyange make. Then after some few hours tukaona bed amelazwa OC. So sijui manze hizi bare zilikuwa zinakuja na stima ama ni vipi. Kwa sababu after a few hours hivi tuliona Salasya yako OC na watu wanamwish quick recovery. Yani Wakenya mumeamua you do not joke about issues. Like ukikuja mbaya tunavuka na wewe. I had one fan mwenye aliatenda that game ya Harambee Stars na Gabon. Akisema hata kama Kenya tulipigwa, hata kama Harambee Stars ilipigwa, tulipigana. Tulipigana. Tulitwanga Salasya vizuri. Na in fact alipeana orodha ya wale ambao wako in line kukua disciplined. I think this is the only way that we can deal with these politicians. Yeah. If you wrong us, if you unakuja vibaya na kwa mikono ya raia, tuna kudiscipline kidogo. Because these people believe that because they are lawmakers, now they are above the law. Guys, no one is above the law. Yeah, no one is above the law. What Salasya anaweza fanya ni a file appeal. Salasya, please, file appeal. Then, uende ukaseme, huyu ndiye alinipiga. Because ulipigwa na watu wengi. So, na expect kuona majela zote za Nairobi zikiwa zimejaa. Because everyone alikupitia. Kuna watu walikuwa na kusalimia kidogo pale. Na kwa hakika kama utawezeo ama utafanikiwa kuwakamata, nina uhakika jela zote kuanzia Central mpaka zile za huko vijijini huko zinafaa kuwa zimejaa. Because ulipigwa na watu kutoka all over the country. Kuna wale walitoka Siaya, kuna wale walitoka wapi, kuna wale walitoka Western, kuna wale walitoka huko kwa Mulima. So na expect jela zote zikuwe zimejaa. But ukikuja kusema that one person ndiye alikupiga, that might be a lie. So guys, it happened that nilikuwa na go through some posts, some finding details about this issue. Where did things go wrong? Why? Mbona Peter Salasya apigwe? Tunajua huyu jamaa ni kama anakuanga ni kama mechizi. So mbona mumpige? Unaweza sikia hata babu wino vile alisema Peter Salasya is a mad person. So anafaa kuwa anaenda pale hivyo mbaga ni wapi hapo? Anafaa kuenda huko kwa watu wagonjwa. Wale watu ambao hawana akili. Wale ambao hawana akili. So alisema babu wino make it clear that he cannot argue with Peter Salasya because Salasya ana upungufu wa akili. Sio mimi, ni babu wino alisema. Kwa hivyo Salasya, ukiwa na upungufu wa akili tulia. So then kuna this post. Now this is the interesting part of this video. Kuna this post yenye Nairobi governor alipost. Kuna this post alicomment tu pale kwa one of the social media. I think ni kwa X yake. Aliweka pale, people must respect the president and Raila Amolo Odinga. Then kwa hizo post ukiangalia, there are so many politicians wenye wali comment. Then kuna this post now wenye li pull the whole attention, yenye meni bring to this video that there is this person mwenye alisema kazi ipo, tukutane Nyayo. Kazi ipo, tukutane Nyayo. Na kwa kweli kazi ilifanyika ikufanyika. Kazi ilifanyika. Salasya alipigwa mabare 2-3 pale, akakuwa mgonjwa, akaadmitiwa. Sijaiona mwanaume mwenye yako so weak like that. Bare mbili ushaadmitiwa uko Nairobi hospital.
unaongezwa maji na makamasi bare mbili. Unafanya jamii ya Mulembe tena tuanze kujua tena ni watu weak. Unafanya jamii ya Mulembe tena ianze kukua weak. So there is this according to the event that really happened, it is political, of course. It is political. There's people mwenye wanasema Salasia ana bring tribalism. Wengine wanasema analeta politics of division. That's why they are vowing to deal with PK Salasia at any cost. So, ladies and gentlemen, as we proceed to the next video, as you get tuned to the next video, I want us to know that siasa usiweke kwa roho, siasa usilete makasiriko. Otherwise, we analyze it the way we saw it, the way we think things happens. At the end of the day, it's our opinion. It's my opinion. So, weka yako pale kwa commenting section, then tutakuwa tunajadiliana, tunajua ilikuwa aje ikafikia place yenye Salasia anapigwa. Na tunajua vizuri Salasia amekuwa miongoni mwa wale wanasiasa wachanga ambao wamekuwa groomed na Raila Amolo Odinga. So imekuaje ikafika that now anapigana na Raila Amolo Odinga? By the way, huwezi bishana na ndovu kunia. So Salasia, just stay on your lane as unachia huo mzee lane yake manze. Sawa? If you want to be strong in this politics, manze ache huo mzee side yake, wewe baki side yako. Otherwise, speak issues that affect Kenyans. Watu wamekurate sana kama unapiga kazi yuko Mumias East. Watu wanakurate sana. So ukianza kuingilia kujichafua, unaoga na unakunia sahani yenye imekulisha, itakuwa tena ni unajikaranga. Unaona, itakuwa tena unajikaranga. So ladies and gentlemen, as we end it here, manze nataka niwa thank sana everyone who is following all our social media platforms. Now, by the way, if you find this video interesting, if you find it informative the way you want it, manze give it a thumbs up. Ndio YouTube iweze refer, spread kwa watu wengine wenye wanaweza taka kuona information kama hii. Na pia ukiwa na beshte yako anakuanga ameboeka, aradi siasa inaendaje, manze this channel is for you Gen Zs. Sisi hii channel ni yetu. Like manze tukikama hapa hivi tuna share our opinion. At the end of the day, your story counts. That's what True Max basically focus on. Your story counts. You have your story, bring it to us. Manze tunaiongelea. Ukiona kuna issue nyingine, kuna this story, interesting story inakuja ya Nduta, the information actually from a detailed person alikuja kutuambia story fulani hivi. So when the episode is already cooked na ready to be served, tutakuwa tunakupatia. Otherwise, till next time, call me Max.